the book of Isaiah chapter 6. In the year that the king Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. May the Lord bless his word. This evening, I just want to submit to you that there are some people who are human beings whom the devil has put ahead of you. Yani shetani amewaweka mbele yako. Sasa unakuta kwamba ikiwa wamewekwa na Mungu, wamewekwa kwa kusudi la wewe kuinuliwa, wewe kufanikiwa, wewe kufaulu. Ndio maana Mungu anaweka mbele yako. Yeyote ambaye ako mbele yako anasababishwa na Mungu awe mtu wa kukuongoza katika ushindi, katika kufanikiwa, kufaulu katika masuala ya maisha. Ndio Mungu anaweka mtu mbele yake. Lakini saa zingine mtu ambaye amewekwa mbele yako anaweza aidha akawa ni Mungu amemweka, lakini shetani anamvalisha moyo mbaya ulio kinyume na wewe, ambaye unategemea kupeleke mbele, lakini anakuwa mtu ambaye ni kizuizi kwa maisha yako wewe kwenda mbele. Hili ni jambo ambalo limetendeka mara nyingi na liko kwa watu wengi. Wapendwa, nataka muelewe ya kwamba hakuna mtu atakayesimama maisha haya na afanikiwe na faulu peke yake. Lazima kuwe na watu ambao wako mbele yako watakao kusaidia kusonga hatua nyingine. Kila mwanadamu ameunganishwa na mtu mwingine. Sasa iwapo Mungu amemweka mtu yule, lakini bahati mbaya adui akamvalisha roho chafu iliyo kinyume na wewe, ambayo haikubaliani na kukupatia njia ya wewe kupita na kuinuka katika maisha, basi hapa ndipo kuna kazi ya ziada ambayo watu wanafanya. Matendo ya imani kama maombi, kufunga, kutoa sacrifice, kujitolea, vitu hivi wakipigana, wakitumia hizi spiritual tools and activities kufanya angalau njia zao ziweze kufunguliwa. Sasa unakuta ndio maana kunakuwa na mambo yenye yanatokea katika nyuma huko. Hakukuwa na vitu ambavyo vinaitwa breakthroughs. Katika makanisa tulikaa sana, unaweza kaa muda mrefu hata Januari mpaka Disemba haujasikia neno breakthrough. Hii mambo ya breakthrough imetokana tu juzi wakati ambapo maombi ya kupambana na madui imeanza kutokea. Hapo ndio mambo ya breakthrough, breaking the wall, kuvunja na kuvuka pande ile nyingine ikaanza kutokea. Nataka uelewe ya kwamba kama utainuka, lazima ugundue ni nani Mungu ameweka mbele yako. Kama utainuka, ni lazima ugundue ni nani amewekwa kama mfano ya kukusaidia wewe kuiga kwa yeye, ili uweze kwenda mahali ambapo unataka kwenda. Iwe ni katika masuala ya ndoa, lazima kuna watu ambao mnaita best couples. Best couples ni watu ambao wanaishi kwa ndoa vikupendezavyo wewe, vile wewe unawaona wanakupendeza, mienendo yao, tabia zao, maongeo yao. Sasa kwako wanakuwa best couples. Best couples si jina tu la title la kupatia vijana ambao hawajaoa. Unakuta mtu anataka kuingia kwa ndoa, amechukua kijana mwenzake, anakuwa best couple.
Best couple ni mtu ameolewa tayari na ameoa, ni jamii, ni familia, ni mke na mume ambao waliolewa na ukapendezwa vile walianza, ukapendezwa na msingi walioweka walipoingia kwa ndoa. Pia umeangalia vile wanaishi miaka hii 5, miaka hii 10, 7, ukaona inakupendeza vile wanavyoenda na mambo yao katika maisha. Sasa ukawaita best couple. Kama ni masuala ya biashara, kuna watu ambao sehemu ya biashara unayoifanya, kuna watu wamewekwa mbele yako ili kwamba ujifunze kwao. Elewa kwamba kila maeneo, iwe ni huduma, iwe ni uimbaji, iwe ni karama mbalimbali, hata wenye wanacheza vinanda, kuna mtu ako mbele yake ambaye anaweza kujifunza kwa huyo mtu, alafu asonge viwako vingine. Hakuna vile unaweza kuomba na kufunga alafu karuka ukasonga juu. Lazima kuna mtu mwanadamu ambaye Mungu atatumia ili kuleta mabadiliko. Hata wakati unaomba na kufunga, yani kuna mtu ambaye Mungu atagusa kwa sababu ya maombi yako, na aje kwa njia yako kukusaidia kwenda mbele. Lazima kuna mtu. Sasa nakuombea ugundue huyo mtu ni nani. Nakuombea utambue huyo mama ni nani, huyo mzee ni nani, huyo kijana aliyewekwa mbele yangu ni nani, huyo mfanyi biashara aliye mbele yangu ni nani, huyo mwenye anakimbia katika huduma ni nani ako mbele yangu. Ukisha mtambua, jambo la pili uangalie, ni Mungu amemweka ama ni shetani amemweka. Kusema kwamba shetani amemweka ni wakati ambapo Mungu amemweka, lakini ameinuka na madhabahu ya moyo mbaya ambao hataki kukuachia njia uweze kupita. Shetani ashindwe. Hili ndio jambo ambalo limetendekea watu wengine katika maandiko. Biblia ni barua nzuri ya upendo ambayo Mungu alituma, alipeana kwetu wanadamu ili tuweze kuitumia na kuisoma na kujifunza namna ya kutembea katika njia ya ushindi, namna ya kutembea katika njia ambayo inasababisha watu wafanikiwe. Wale walioenda vibaya tuepuke mashima ambao walikanyaga, lakini wale ambao walienda vizuri tukanyage mali wanakanyaga. Ndio maana mwanangu, ni vizuri kuisoma Biblia, ni vizuri kuielewa Biblia, ni vizuri kuitafakari, kwa sababu hii ni barua ya upendo inayetuelekeza mahali ambapo Mungu ametaka tuendelee. Mpigie Yesu makofi mazuri.